Kitabu cha Luka sura 23. Walaye Luka tikitamuuni. Mstari ule wa 13 mpaka mstari wa 23. Kwa wale wageni, naitwa Stefano Molel. Ninamtumikia Mungu kwenye kijiji kinachoitwa Kiruane. Hakiko mbali sana, tuko kwenye kata ya Msitu wa Tembo. Mungu amenibariki, nina mke mmoja na watoto 5. Na kati ya timu hii mojawapo ni mtoto wangu. Ni kijana wangu wa 3 ambaye leo anahusika na vyombo. Punga mkono wako. Haleluya. Amen. Kwa namshukuru Mungu sana. Basi naomba tusome neno la Mungu kwa wakati huu. Na Pilato akawakutanisha wakuu wa makuhani na wakubwa wa watu na wakubwa na watu. Akawaambia, mtu huyu mmemleta kwangu kana kwamba anapotosha watu. Nami tazama, nimeamua mambo yake mbele yenu, ila sikuona kosa lolote katika mambo haya mliomshitaka. Wala Herode, kwa maana amemrudisha kwetu. Na basi tazama, hakuna neno lolote alilolitenda lipasalo kufa. Kwa hiyo nitamrudisha, kisha nitamfungua. Maana ilimlazimu kuwafungulia mfungwa mmoja wakati wa sikukuu. Wakapiga kelele wote pamoja wakisema, muondoe huyu, utufungulie Barnaba. Naye ni mtu aliyetupwa gerezani kwa ajili ya fitina iliyotokea mjini na kwa uuaji. Basi Pilato alisema nao mara ya pili, kwa vile alivyotaka kumfungua Yesu. Lakini wakapiga kelele wakisema, msulubishe, msulubishe. Akawaambia mara ya 3, kwa sababu gani? Huyu ametenda uovu gani? Sikuona kwake hata neno lipasalo kufa. Basi nikiisha kumrudi nitamfungua. Lakini wakatoa sauti zao kwa nguvu sana, wakisema asulubiwe. Sauti zao zikashinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Muulize jirani yako, unamchagua nani? Muulize tena, unamchagua nani? Tunasoma tukio la ajabu la kesi ambayo imetokea katika Biblia. Na kesi hii ilikuwa inamhusisha Yesu pamoja na taifa lake ambalo walikuwa wanamshitaki. Na hukumu iliyopaswa kutolewa ni hukumu ya kifo. Na Biblia inasema kesi hii imepelekwa kwa viongozi ili waweze kuamua hatima ya kesi hii. Maana Yesu amesulubiwa au ameshitakiwa. Tunafahamu Yesu namna alivyozaliwa hapa duniani, kwamba Yesu amezaliwa na Bikira Mariamu. Na Mungu alikuwa na kusudi mahususi la yeye kuzaliwa, kwamba lengo lake ni wanadamu wapate ukombozi. Maana wanadamu walikuwa wamepotea. Ili wapatikane, lazima apatikane Mwokozi. Tunaona Yesu alipoishi hapa duniani, ili kufikia kwenye kile kilele. Tunaona jinsi ambavyo kesi mbalimbali ziliinuka, na akishutumiwa na kushitakiwa, na wakisema amepotosha
watu, na akisema jinsi ambavyo anaharibu desturi na taratibu za kidini zilizokuwepo. Na kesi hii ikapelekwa mbele ya Pilato, na baada ya Pilato kuchunguza kesi hii, Biblia inasema yeye akasema sijaona kosa lolote. Yeye anasema sijaona hatia kwa mtu huyu. Haya mambo yote mliomshitaki nayo, sioni mahali popote ambapo amekosea. Hakuna ushahidi wa uovu uliotokea kwenye maisha yake. Na ndivyo ilivyotokea hata alipopitishwa kwa Herode. Hakuna hatia ambayo ilionekana. Na wakawauliza watu kulingana na desturi ya Kiyahudi, kila wakati wa Pasaka mfungwa mmoja alipaswa kufunguliwa. Hata kati ya wafungwa waliofungwa kulikuwepo na nafasi ya mmoja kuwa huru. Kati ya wale waliofungwa kupitia kipindi cha Pasaka angeweza kufunguliwa na akawa huru. Na Yesu akawaambia wale watu, kwa sababu sioni hatia juu ya mtu huyu, mimi naona anastahili kufunguliwa. Nitamrudi au kwa kumchapa tu, lakini anapaswa kuachiliwa. Maana mambo aliyoshitakiwa nayo, mimi sijaona hatia katika jambo hili. Lakini Biblia inasema wale watu wakapaza sauti, wakasema Yesu asulubiwe. Yesu asulubiwe. Biblia inasema akawauliza mara 3, ni kosa gani alilolifanya? Anasulubiwa kwa sababu mashtaka yote mlioshitaki katika uchunguzi uliofanyika, Yesu anaonekana ni mwenye haki. Yesu anaonekana hana hatia. Lakini mnaposema asulubiwe, ni kwa kosa lipi? Biblia inasema wakapaza sauti kwa nguvu, na wanasema asulubiwe. Nani anayetakiwa kuwa huru? Biblia inasema wakasema achiwe Barnaba. Barnaba alikuwa ni muuaji. Barnaba alikuwa anatuma za kweli. Alihusika kwenye mambo ya fitina. Alihusika kwenye mambo ya uuaji. Lakini watu wanasema Barnaba asisulubiwe, lakini Yesu asulubiwe. Barnaba anapaswa kuwa huru. Nataka nikuambie jambo fulani jioni ya leo. Tunaishi kwenye ulimwengu ambao wanadamu wameukataa ukweli, yale mambo halisi ya Mungu. Wanadamu wamekataa. Mambo ya Mungu yamepuuzwa kwenye maisha ya watu. Yesu alikuwa ni mwenye haki. Yesu alikuwa ni mtakatifu. Lakini kama watu wanakataa mambo masafi, na watu wanashikamana na mambo mabaya, leo vitu vya uongo vinaonekana ni vya maana. Mambo mabaya yamepewa kipaumbele kwenye maisha ya watu, na mambo ya haki yamekataliwa. Na ndivyo ilivyokuwa kwenye kipindi cha Nuhu. Biblia inasema watu wakafanya uovu, watu wakamwasi Mungu, wakaenda kinyume na mpango wa Mungu.
lakini gharika ikaletwa ikawaangamiza. Nuhu aliyechagua mambo yaliyo mema, yeye akapata kibali na neema. Na inawezekana hata jioni ya leo ukiamua kumchagua Yesu ili awe Bwana na Mwokozi katikati ya maisha yetu, kuna usalama kwa maisha yetu. Ni vitu gani unachagua kwenye maisha yako? Unaona wale wanamchagua Barnaba na wanamkataa Yesu kwenye maisha yao, wanamkataa Mwokozi kwenye maisha yao, wanamtaka yule ambaye alikuwa ni muuaji wamfanya kuwa sehemu ya maisha yao, wamfanya kuwa mtu wa karibu. Lakini Yesu aliyetumwa kuokoa, yeye wanamsukumia mbali, yeye wanamuona hatufai, yeye anatuona kwamba hawezi kusiwa uchaguo bora kwenye maisha. Lakini ningependa nikutie moyo jioni ya leo, kama kuna apasaye kuchaguliwa kuliko kitu chochote kwenye siku zetu, ni kumchagua Yesu wa Nazareti. Wako watu wanachagua utajiri. Rafiki, utajiri una kikomo, na kuna siku itakuwa maisha na mafanikio ya dunia hii haiwezi kuwa msaada kwenye kila eneo. Wako watu wamefanikiwa, lakini leo hawawezi kula wanachotaka. Wamepangiwa kula vitu visivyofaa kwa sababu ya matatizo ya kiafya, lakini wanaona dunia ndiyo ya maana, wanaona dunia ndiyo ya kushikamana nacho, wanaona ulevi ndiyo ya kushikamana nacho, wanaona ushirikina ndiyo ya kushikamana nacho. Hebu shutuka jioni ya leo, hebu shutuka jioni ya leo. Yuko Yesu aliyewambwa msalabani, yuko Yesu aliyewambwa msalabani. Kuchagua ulevi ni kama kuchagua Barnaba, kuchagua uasherati ni kama kumchagua Barnaba, na ukamwacha Yesu aliyeangikwa, na ukamwacha Yesu aliyemwaga damu yake. Ni nani unamchagua jioni ya leo? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni nani unamfanya kuwa chaguo la maisha yako? Nataka nikushauri jioni ya leo, Biblia inasema ni heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi. Ni heri kuchagua neema kuliko fedha na dhahabu. Yesu ndiyo hilo jina lililo jema, maana Biblia inasema amekirimiwa jina linalopita majina yote, kwa jina la Yesu wa Nazareti. Biblia inasema kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu ni Bwana, na kila ulimi utakiri, na kila goti litapigwa. Kwa maana mbele ya jina la Yesu mapepo hayana nafasi, majini hayana nafasi, ushirikina hauna nafasi. Ndio maana waliookoka hawaogopi mapepo, hawaogopi uchawi, hawaogopi ushirikina, maana tuko ndani ya Yesu. Wewe umetafuta kinga kila eneo, Mwarua eripeto uweti mpi, na umevalishwa mairizi kila mwingi kila sehemu. Kiani kini ntosi miweti po kilo sesi. Wengine wamechanjwa kama tairi za gari. Angaminga maki kulia machanja kile mato na ndari ya gari. Kila mahali amechanjwa. Keponde wipo waki. Watoto wamewekewa alama. Epondi po nonkera inono. Kwenye nyumba zimesindikwa. Eti mchumeta tuwa. Kwenye mifugo imezindikwa. Eti atuwa mwatatongi. Mpaka kwenye vibanda vya mboga vya majani. Aikine ni meri ya mpoka. Muone kwanza.
Kanga sadong muradu. Jamani, Bwana Yesu atusaidie. Amen.